Nataka tujifunze kuhusiana na jinsi ya kuweza kuoperate katika ulimwengu wa roho, jinsi ya kuweza kutenda kazi katika ulimwengu wa roho. Kabla sijaingia ndani zaidi, nataka nikuoneshe kwamba binadamu ana nafasi tatu: ana mwili, ana nafsi na roho. Roho iliumbwa kwa ajili ya kudeal with the spiritual realm, lakini nafsi iliumbwa kwa ajili ya kudeal with the mental realm, lakini mwili ukaja uliwekwa kwa ajili ya kuoperate katika hii physical realm, ambapo physical realm kila mtu nadhani anaweza kuoperate. Unavotembea, unavoshika, unavofanya, unavokula, hapo una operate katika physical realm ambayo ni kazi ya nafsi ya mwili. Sasa binadamu huyu aliumbwa kwa namna tatu, kwamba anatakiwa awe na uwezo kuoperate katika ulimwengu tatu kwa pamoja: ulimwengu wa mwili ambao ni physical realm, lakini kuna ulimwengu wa roho spiritual realm, na ulimwengu wa nafsi ambao ni mental realm. Watu wengi wanaweza kuoperate katika ulimwengu mbili, lakini ulimwengu wa roho wengi ni hawajui, kwa sababu hawana elimu, hawana ujuzi kwa habari ya ulimwengu wa roho. Tunaona wachawi wanaweza kuoperate katika ulimwengu wa roho, lakini pia watu ambao wanamjua Mungu, wana wa Mungu, pia wana uwezo wa kuoperate katika ulimwengu wa roho. Kuna namna nyingi sana za kuoperate katika ulimwengu wa roho, lakini leo nataka nikuelekeze ufanye nini ili uweze kuoperate katika ulimwengu wa roho. Tambua kuna kitu kimoja ambacho ili uweze kuoperate katika ulimwengu wa roho unatakiwa, kuna kitu kinaitwa spiritual orientation. Spiritual orientation, yani uweze kutambulishwa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa katika spiritual orientation kuko kombine mbili. Kuna watu wanatambulishwa ulimwengu wa roho na Roho Mtakatifu. Hawa ni watu wa nuru, wana wa nuru. Lakini wale watu wa giza, wao wanafanyiwa spiritual orientation na shetani kupitia majini, wachawi, falme na mamlaka na vyovyote vile. Sasa wewe mtu wa Mungu sasa ambao unataka kushiriki ulimwengu wa roho, atakayeweza kutambulisha wewe katika ulimwengu wa roho ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo cha kwanza, ili uweze kuoperate katika ulimwengu wa roho, you are supposed to have Holy Spirit. Unatakiwa uwe na Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu unampataje? Kwanza kabisa, Roho Mtakatifu unampata baada ya kumwamini Yesu. Ukampokea Yesu, kaamini kwamba Yesu ndio alikufa akafufuka. Kwanza Yesu aliteswa, akafa, akafufuka kwa ajili ya dhambi zako. Ukishaamini hivyo, basi Biblia inasema kwamba umeokoka. Ukishaokoka sasa, unayo ahadi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Kumpokea Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo Mungu ametupa kwamba ukishamwamini Yesu tu basi unapaswa kupokea Roho Mtakatifu. Sasa njia za kumpokea Roho Mtakatifu: cha kwanza, uwe na shauku. Kwanza uwe na shauku ya kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini namba mbili, inatakiwa umsome kidogo, uelewe Roho Mtakatifu ni nani, anafanya vipi kazi, ana kazi gani. Kisha elewa, basi kuna mawili: unaweza kumpata Roho Mtakatifu kwa kuombewa na kubandikiwa mikono na kupokea Roho Mtakatifu. Lakini pia unaweza kumpokea Roho Mtakatifu tu kwa ile shauku yako na kujua kwamba Roho Mtakatifu anakujaje. Roho Mtakatifu anakuja tu simple sana. Kama ni njia, ukiwa unaomba, ishara ya kwanza ili wewe umejua umepokea Roho Mtakatifu ni ishara ya kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni ishara ya kwamba Roho Mtakatifu amekuja ndani yako. Kunena kwa lugha mpya. Biblia inasemaje? Yesu alisema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaambatana na wale wanaomwamini mimi, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watakanyaga nyoka na nge, wala hakuna kitu kitakachowazuru. Turudi hapa, Yesu alisema kwamba watanena kwa lugha mpya. Hii lugha mpya ni lugha ya rohoni, lugha ya malaika. Hii ndio inaitwa lugha ya Roho Mtakatifu. Ni lugha ambayo si ya duniani, ni lugha ya mbinguni. Kwa hiyo ishara ya mtu kupokea Roho Mtakatifu ni pale ambapo Roho Mtakatifu anamjia kwake kwa ishara ya kunena lugha za rohoni, lugha za malaika, lugha za rohoni. Sawa? Sasa nataka nikupe tip moja ambayo itakusaidia. Watu wengi wanasikia hizi habari za kuhusu kunena kwa lugha, lakini wameshindwa kunena kwa lugha. Aidha, jamii wanaozunguka nayo inapenda kuchallenge kunena kwa lugha. Kuna watu hawaamini katika kunena kwa lugha,
Lakini kunena kwa lugha ni kitu cha msingi sana, kwa sababu ile unatumia lugha za rohoni. Pale ni roho ambayo inaomba. Sasa ukitaka kunena kwa lugha, cha kwanza unatakiwa uamini kwamba kuna lugha za rohoni. Pili, ukishakaa katika utulivu wa uwepo wa Mungu, Roho Mtakatifu akitaka kuja juu yako kwa njia ya kunena kwa lugha, anachokifanya Roho ni kukupa vitu, kukupa utaleshen, kukupa maneno, kukupa cha kusema, alafu wewe ndio unasema. Kuna watu wanachanganya kitu. Inawezekana wamefuatilia kwa muda mrefu wakitamani kunena kwa lugha, lakini unakuta hawaneni. Nimefuatilia nikagundua kuna watu wengine si kana kwamba Roho Mtakatifu hajawajia, amewajia na Roho Mtakatifu amewapa yale maneno sasa ya rohoni, lakini wao kwa kutokutambua wakashindwa sasa kunena kwa lugha, kwa sababu anayetakiwa kunena sio Roho Mtakatifu, anayetakiwa kunena ni wewe. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukupa wewe cha kunena, kukupa maneno. Sasa unaweza kukaa hivi ukawa unasikia rohoni mwako kuna maneno yanakuja ya rohoni, lugha zile za rohoni zinakuja, lakini kwa kuwa huna maarifa ukawa unanyamaza. Unaponyamaza basi maneno hayawezi kuendelea kuja. Lakini unapoyasikia maneno unatakiwa uyatamke. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 2:1 inaelezea jinsi wale mitume walivyojua na Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba kila mmoja alinena kama Roho alivyomjalia. Kazi ya Roho ni kutupa maneno, kazi yetu sisi ni kunena. Ukitaka kunena kwa lugha, unapokuwa rohoni, unapokuwa kwenye maombi, sikiliza tu, ndani kuna sauti ya Roho. Sasa utasikia kuna maneno yamewekwa. Unapoyanena ndo yanazidi kububujika, yanazidi kuongezeka. Unashangaa unanena. Kwa hiyo kisha nena kwa lugha, basi baada ya hapo Roho Mtakatifu atakuwa anakufundisha hatua kwa hatua. Mwisho wa siku unakuwa na uwezo sasa kuoperate katika ulimwengu wa roho, na penyewe pana viwango. Katika kuoperate katika ulimwengu wa roho kuna viwango vingi sana. Ni wewe tu ambavyo utajiposition na Mungu. Maarifa ulionayo juu ya Mungu ndivyo hivyo Mungu atakavyojifunua kwako. Maarifa ulionayo kuhusu Mungu ndio kiwango kile ambacho Mungu atajifunua kwako. Imani ulionayo juu ya Mungu ndio hivyo kuna vitu vitatendeka kwa kipimo kile cha imani yako. Huwezi Mungu akajifunua kwako kwa viwango ambavyo mwenyewe maarifa navyo huna. Hii ni trick nyingine nitakupa mbele, lakini chukua hiyo note itakusaidia. Thank you. 7